mchana wa leo. Na mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, unayetutazama na kutufuatilia kabisa mubashara kupitia Starlight na Starlight YouTube, Instagram pamoja na Twitter, bila kusahau wewe ambaye kwa kweli unatutazama kupitia Afama TV. Tuko hapa katika shule ya Busekwa Memorial Secondary School, tukiwa tunapata ibada mbalimbali kabisa kutoka mikutano ya wanasa na watumishi mbalimbali wanaendelea kutuhudumia, akiwemo Pastor Mabura Tobe Kilalo, ndiye atakaye simama kunguruma jioni ya leo. Mengine mimi sina la ziada, tu ni kuache mtazamaji na msikilizaji usikie kwaya hii ya vijana katika mkutano huu mkuu, na mara tu baada ya waimbaji hawa basi vinginevyo mimi sitakuwa na mengine. Mara tu baada ya kwaya basi mchungaji na mtumishi wa Mungu atakuja mbele yako ataunguruma. Vinginevyo nikutakia ibada njema mahali popote ulipo, huenda nyumbani, shambani, huenda njiani unatutazama kupitia redio. Mungu akubariki anaponibariki. Sijajua kama unabarikiwa na wewe. Amen. Nimebarikiwa sana Pastor Chacha na mgenzi wetu, kuwepo kwake tu ni joto la kutosha. Baraka nyingi sana Pastor. Na mimi niko hapa kwa sababu wewe umekuwa baraka mkubwa kwangu. Ulikuwa unaweza kusimama wewe mwenyewe ukaendelea na huduma hii. Lakini pia kila kijana anayesimama hapa, mwana asa, ni mnyenyekesho sana. Nina machozi ya furaha. Mshono nilionao sasa hivi sio mshono wa kivile. Yaani ni mshono ambao kwa kweli nimeguswa na mkutano huu. Toka ule wimbo ulipokuwa naimbwa. Mchana shetani anakupenda uishe kwa uzuri wake. Kama tulivyousikiliza ladha yake, mahadhi ya Adventista, mahadhi ya watumishi. Maana huu wimbo umesheheni vitu vya thamani. Na nitaomba hiyo niushie na mimi, maana hata mkurugenzi anaomba ya kwamba mrushie huo wimbo. Ni wimbo mzuri. Na awali yote nikitambua ya kwamba katika kundi hili tunao watu wenye mpawa, wenye talanta, wenye karama. Bado Mungu amewekeza kwenu. Mnaweza kukubaliana tu na mimi. Biblia inasema kabisa. Maana Mungu anasema amewekeza kwenye vinywa vya watoto wachanga wanyonyao, amewekeza misingi ya nguvu. Yaani ameweka misingi ya nguvu kwa watoto wadogo. Na ninaangalia kundi hili, Mungu ana hazina kubwa. Hazina kubwa, na ndio maana walezi mara kwa mara wanakuwa pamoja nani. Na kanisa kwa muktadha wa jimbo limenuia kuwatumia vijana, kuwapa funguo, kuachia wafanye vitu ambavyo vitamtukuza Jehova. Na ngoja niwaambie kwamba nilipokuwa nasoma angalia kitu fulani hapa, na hata mtumishi wa Mungu naona nilipokuwa naangalia kile kitabu chake amefuatilia mimi nukuu kwa Kiingereza, lakini nikaangalia kwake hapa iko ukurasa wa 53 katika kitabu hiki cha Message to Young People, au ukurasa ule wa 53. Ukisoma ile kitabu cha Kiswahili, anasema mahali hapa, anasema hii paragraph ya mwisho: Shetani hawezi kustahili pale adui yake mwenye nguvu anapoitwa, kwa kuwa anaogopa na kutetemeka mbele ya nguvu na utukufu wake Kristo Yesu. Yana hamjaelewa. Naomba nirudie. Shetani hawezi, na tunamtangazia jioni leo, hawezi kustahili pale adui yake. Wewe unajua adui yake ni nani? Ni Yesu. Maana hakumpenda toka mwanzo. Adui yake mwenye nguvu anapoitwa, naiongezea, anapoimbiwa, anapoinuliwa, anaposifiwa, anapotukuzwa, anasema kwa kuwa anaogopa na kusukuma na kutetemeka. Wapala wajita wanasema kuyarara.
Lakini kwa Kiingereza anasema to tremble. Trembling. Wewe ni wapi? Anaogopa na kutetemeka mbele ya nguvu na utukufu wake. Chakula cha Mungu ni nguvu, utukufu. Maana anasema Mungu kwetu sisi, Mungu kwetu sisi ni nguvu. Hiyo ni Zaburi ya 46. Ni nguvu, ni msaada. Yaani naomba uelewa mambo hayo. Mungu kwetu sisi ni kimbilio namba 1. Ni nguvu namba 2. Ni msaada namba 3. Utakaoonekana mbele wakati wa mateso. Huyu ndiye Mungu ambaye nimemchagua kumtumikia. This is the God of impossibility. Who can impossibilize impossible to become possible? We have God who does wonder. Don't be afraid. Stay focused on your purposes. Kwa hiyo nifunge hivi. Mchungaji, natamani jioni leo kwa mwendelezo huu, dunia imekuwa na maswali mengi. Dunia imekuwa na maswali mengi, na wewe nao umekuwa na maswali mengi. Vijana wengi tumezaliwa katika kizazi kinachokumbwa na mashaka, hofu, mashindano ya kijamii na maisha ya haraka. Mtu anataka atoke haraka kwa shortcuts. Mtu anataka aolewe na tajiri fulani. Mtu anataka atajirike haraka kwa kupitia njia za mkato. Mtu anataka hata kama hajasoma aajiriwe bungeni haraka. Maisha haraka. Hajamaliza form 4 anaolewe. Hata form 6 hajamaliza anaolewe diwani. Maisha haraka yasiyo na mwelekeo wa kiroho. Wengi wetu hujiuliza maswali kama wana wa Israeli walipokuwa na maswali mengi, wakiulizana, wakitaka kujua hivi ile nchi ina mshoro gani, ni ya namna gani, ina chakula au ina njaa, ni nzuri au mbaya, ina matunda. Kana wengine pia wanajiuliza, hivi mimi ni nani? Mimi ni nani? Jambo la pili, Mungu anaweza kweli kunitumia. Wengine wanajiuliza hapa. Wanapiga mahesabu, hivi kweli mimi naweza kuimba? Hivi naweza kweli kuhubiri? Hivi naweza kuwa kweli mimi mwana sayansi? Scientist kabisa duniani? Hivi kweli mimi naweza nikapaisha ndege, nikawa rubani? Hivi kweli mimi naweza nikawa rais wa Tanzania? Hivi mimi kweli ninaweza nikawa moja ya viongozi wakubwa sana East Africa? Hivi kweli mimi ninaweza? Maana mimi nikiangalia nyumbani kwetu ni watu tu. Nikiangalia nyumbani kwetu kwanza hawana chochote. Kusoma kwangu ni kwa kuunga. Ngoja nikwambie sasa. Mungu huyu akikuita, akikuthibitisha, na somo la jioni leo nataka nikwambie. Somo la jioni linasema Mungu akupe kibali. Mungu akupe kibali. Ili kibali kwa Kiingereza wanasema the kibali. Kibali kwa Mungu anasema kwa Kiingereza. Permission. Yaani Kiingereza cha
Mungu akukubali. Tao thibitisho katika kuita kwako. Mwingine anajiuliza, nitatambuaje kama Mungu ananiita? Nitatambuaje? Habari njema ni hivi, Mungu haangalii sifa zako za nje. Huyu ni Mungu tunamtumikia. Mungu haangalii sifa zako za nje, kwamba watu wanakusemaje, kwamba una kilema, kwamba ni mweusi ti kutoka ti, kwamba ni mweupe, kwamba ni mfupi. Yaani Mungu haangalii hiyo. Ingekuwa ni wafupi, hata Yosia asingeingia kwa mfalme. Kama watu wangekuwa wanaangalia watu wekundu sana, Daudi asingekuwa mfalme. Kama wangekuwa wanaangalia watu fulani, Mungu alikuwa anaangalia namna fulani. Sikiliza, nataka kuambia kuna watu wasingekuwa kwenye records. Kama Mungu angeangalia habari ya weakness, udhaifu, Mephibosheth asingekula mezani kwa mfalme. The crippled one. Chungani na masemaji. Anasema kwamba Mungu, habari njema ni kwamba Mungu haangalii sifa zako za nje. Haangalii historia yako ya familia au kiwango cha elimu yako. Yeye huangalia moyo wako. Na kama alivyomwita Gideoni, anakuita wewe leo. Ila akikuthibitisha kwamba Bwana anakuita kutoka hapa wapi? Kutoka Kuseko Memorial. Katika mkutano huu kuna mwingine ugonja afanye maamuzi. Nataka nikwambie ndani ya wiki hii fanya maamuzi. Wewe si wa kawaida. Wewe ni shujaa. Wapo wengi wametamani mkutano huu waje, lakini hawajaja. Kuna wengi wametamani sana washuhudie mikutano hii ya Asa, lakini bado hawajaja. Wengine ndio wanapanga safari waje kesho. Watakuta tumeshaondoka, tumehama. Hata ukiwa unaogopa, ukiwa hujiamini, ukiwa kwenye hali ya upweke, Mungu anakujia, anaona ndani yako shujaa ambaye hata wewe hujamtambua. Within ndani yako Mungu anaona yupo shujaa, hata wewe hutambui. Hebu jiangalie, ushakujiangalia. Kuna rafiki yangu mwingine wa hapa, sitaki nitaje hiyo familia. Mimi nimezaliwa tu hapa baadaye. Alienda kuchumbia Majaida mwaka 92. Usiangalie miaka yako umezaliwa mwaka gani, achana nayo. Wewe not 92. Akakuta kabinti nalo sukuma anapenda mtu mweupe, mwenye rangi ya chocolate. Akapata kabinti kanaenda mashineni. Amekafukuzia muda mrefu. Kamekataa. Akasema leo ninachukua gari. Akachukua gari ya kaka yake Baruti, gari ni Suzuki inaitwa Maruti. Akaichukua, wakaisukuma. Kaka yake alikuwa ametoka kwenye machimbo, akaisukuma hiyo gari. Wakachukua gari, wakatesea siku hiyo. Dada wakamtegeshia, anaenda wapi? Mashineni. Alipofika anaelekea mashineni, gari Maruti bado mpya inapiga honi. Dada kamebeba nini ya? Kamebeba ndoo ya mahindi. Kakapisha tu hivi. Ghafla gari Maruti kasimama pale mbele. Iliposimama akashuka yule jamaa. Ana gari akakaka beba. Alipofika akamwambia nana samani. Kisha wana mtu anaanza kutongoza na kutokea, halafu anaanza kujipanga kujua hana sera yani. Yaani hana issue yani. Yaani huyo hana point. Ukiona mtu anajipanga, mara nini huyo. Sasa kutoka baba akaanza kujipanga, kaenda kakamsoma. Huyo anataka kusema nini? Kumbe kamegundua ndani yake ana uongo. Akaanza kusema sasa, unajua nimekupenda muda mrefu, nimekufikiria muda mrefu. Sasa nahitaji mimi kuoa. So ndio Mungu amenibariki kagari hata. Yule dada akakataa. Ni wa kijijini Majaida kipindi kile mwaka 92.
ilikuwa ni bushi, hata huko ilikuwa ni mapori. Kaenda kwa kataa, jamaa akaumia. Kukafuatia kama kataa, ilibidi walikuja na Jabiri, kijana mmoja Jabiri, rafiki yetu mmoja. Akaenda akamwambia Jabiri, somba mchana, hebu tembea hatua 2 au 3 pale. Akatembea. Jamaa akamwambia, "Nindole, hivi mimi nina shida gani? Huyo binti wa kijijini amenikataa. Hivi unaniona mimi nina shida gani? Niangalie vizuri, nje na ndani." Jabiri akabidi aanze kucheza. Brother, mbona hauna shida yote? Mngojeni Bwana, atashuka kama huwa, atashuka kwa njia ya Mtakatifu, awatie kana moto, awatie nguvu, awape nguvu ya kufanya mambo makubwa hata kwenye masomo yenu. Amen. Tulieni, stand still and let God move. Stand still and let God move. Basi Gideoni akaingia ndani. Gideoni akaingia. Naomba sikiza. Huwa na tabia mgeni akija, ukimwambia atulie, ingia ndani. Wale ambao ni wahubiri wazuri, ukiona huyu mgeni ni wa maana, ingia ndani kidogo, omba. Mwambie Mungu, nifanye nini kwa ajili yako? Akaingia ndani akafanyaje? Akaandaa mwanambuzi. Na mikate isiyotiwa chachu. Ya efa ya unga. Akaitia ile nyama katika kikapu. Akautia mchuzi katika nyungu. Bwana, umesikia nini bwana? Mchuzi bwana. Akatia nini? Mchuzi. Akamalizia. Akamletea hapo nje chini ya mwaloni. Akampa mchuzi. Yesu anapenda nini jamaa? Mtakapobarikiwa, mtakapotembelewa na Bwana, jifunzeni kutoa mchuzi. Hivi mchuzi ni nini? Sadaka. Usio mwanafunzi, usio kijana wa kulialia. Mungu akikuita, toa sadaka. Utakapoitwa kazi, toa sadaka. Utakapopata kazi, toa sadaka. Utakapoitwa kwa mchungaji, toa sadaka. Utakapochaguliwa kuwa mbali, toa sadaka. Utakapochaguliwa kuwa daktari, toa sadaka. Utakapochaguliwa kuwa specialisti, mpamasia wakoa, toa sadaka. Huo unaita nini? Mchuzi. Mwanangu, kuna wengine hapa ukipata wali, toa nini? Wengine, kuna jamaa mmoja anasema, mimi nafaurugi, napiga wali na nini. Alipocheza akaacha na hasa, alikuwa kwa sababu ni genius, akajiaminisha. Nishaikuwa hapa hivi. Akajiaminisha kiwe ni genius. Siku moja akasema, nimesolve na nini, akatulia. Aliposubiri kipindi cha pepa ilikuwa nimetoka vizuri. Aliposubiri 30 minutes, akasoma, kaangalia, akaona masomo yote yanaenda, maswali yote yanapiga, na akasema nitapiga hizi zote. Akasema ngoja nipumzike kidogo mwanangu. Alipopumzika na ameshamwacha Bwana na hasa chacha, na kwenye mikutano ameshaacha. Mwanangu, ghafla tu yule mlinzi na msimamizi akasema 30 minutes left at the morning. Dakika ngapi? 30. It's not that 30. Hapo shida hiyo, unasoma kama mapema masaka. Akapiga dakika 30 zikamchanganya. Akawaza aanze swali lipi, amalize lipi. Na si kwamba hana akili, ana uwezo wa kuyapiga yote. Tena ni kwa physics. Alishindwa dakika 30. Alipata 0. Kwa nini?
wapi? Hebu niwaambie, msifikiri kwamba mchuzi Mungu anataka anakula mchuzi. Mungu hana shida na kula mchuzi. Mchuzi wake ni namna gani? Malizia ndio fungu la 20. La 20. Naye malaika wa Mungu akamwambia. Malaika wa Mungu akamwambia nani? Itwae nyama na mikate isiyotiwa. Nyama na mikate ndio sio ndio 21. Ndipo malaika wa Bwana akanyosha ncha ya fimbo ile iliyokuwa. Ndipo malaika wa Bwana akanyosha fimbo yake ndio. Akaigusa ile nyama. Akaigusa, sikiliza naomba. Sadaka yako kitoka kwa Bwana. Na ili Mungu aithibitishe, lazima anyoshe mkono, anyoshe kidole, anyoshe fimbo, ikagusana na nyama ndio. Moto ukatoka mwambani. Ukaiteketeza ile nyama na mikate. Hicho ni kibali cha Bwana. Huo ni uthibitisho wa Gideon kuitwa na Mungu. Ya kwamba Gideon, wewe nimekukubali. Nimekupa kibali changu. Ya kwamba mpaka nyama hii imewaka, imeteketea. Hiyo ni sadaka. Kwa njia nyingine, si kwamba Bwana na ila. Hapana, ilimwagwa kwenye jiwe ambao ni mwamba. Yesu Kristo hupokea sadaka. Akipokea anakupa kibali. Wewe si wa hivi. Lolote unalofanya, hata kabla kufanya mitihani, wewe wape siri. Kabla ya kufanya mitihani, toa sadaka. Amina. Amina. Kabla ya kufanya mitihani, hujaingia kwenye chumba cha mtihani, toa nini? Mwambie Bwana, nina sadaka yangu ndogo. Kabla sijaingia mtihani, ninaiweka kwako. Unipe kibali, nipe kwenye mtihani na unipe ushindi. Maana njozi yangu natamani nikutumikie kama daktari bingwa wa watoto na kina mama. Unashangaa ukiweka, Bwana ananyoosha mkono wake. Akinyoosha kidole chake. Sikiliza kama wakumbushe. Unakumbuka Ibrahimu alipochinja ndama mnono. Wakala malaika. Wakala mchuzi. Maombi hayajibii bila mchuzi. Kuna wanafunzi hapa ni wachoyo. Hata sadaka watu akipata pocket money. Nafahamu hii. Wewe. Pocket money inatolewa sadaka. Kuna nguvu kwenye kutoa. Kwenye kukumbusha kitu moja. Unajua mimi niliwahi kuwa nasomeshwa. Mimi sikusoma na wazazi, kusomeshwa na wazazi. Nilisomeshwa tu na washiriki. Kule Dar es Salaam mwanasheria mmoja akanipenda, akanisomesha, nilikuwa mshiriki mzao. Akanisomesha, nilikuwa mwanasheria, akanipeleka shule, nikaanza kusoma. Nikipewa pocket money, ninatenga sadaka, ninampatia Mungu. Siku moja nikabarikiwa. Ghafla nikiwa form 5, nikaitwa na Isaac Manyoni. Isaac Manyoni. Huyo tulikuwa tukuiti sana ya ukutani. Tukamwambia Sir Isaac Manyoni. Nikamwita, yes sir. Mabura, yes sir. Nikaenda. Nikaambiwa, unatamani kuwa nani? Nasema natamani kuwa mchungaji. Je, njozi yako unaweza kuiandika? Halafu kanipa hiyo barua ukaniletea, maana kuna watu wanataka kusapoti wanafunzi wachome. Nikaandika nikampa. Manyoni akawapa. Ghafla mzungu kutoka Amerika aliitwa Dr. Bendo akaiona barua yangu. Akasema, we are just looking for this one. This man. Wakamwangalia huyu kijana, akamweleza Manyoni akaeleza vizuri, huyu kijana hana wazazi na vitu hivyo, hana wazazi lakini anasoma kwa shida. Alafu ni mwenye umri. Unajua nilikuwa na miaka mingapi? Pauzi, Bible. Nilikuwa na miaka 25. 25. Kama utani vile. Aliponiona Dr. Bendo, nina ndevu sana. Nimetoka akasema, okay, sure. We're gonna support you. Wakanisupport, wakanileta dola 1,500. Wakaniambia, tutakusupporti, utasoma shule. Aliponiambia Dr. Bendo
jikoni. Nikawa nakula, wengine na wafadhili na wasaidia na wengine, nikatoa na sadaka na nini. Mambo yakaenda from 5-6 tulipomaliza chuo. Kabla walikuja kufanya utafiti na kutibu watu wenye changamoto za macho, nikawa mfasiri wao na wasaidia. Dr. Bendo akaniita, "We have you gone. Come." Nikaenda. Ananiambia, "Unatamani kusoma chuo gani?" Nikasema, "Ninatamani kusoma Andrews University." Unaonaje ukianzia Afrika kwanza first degree alafu second masters utakuja kule? Nikasema ni nzuri, chagua. Akaniambia kuna Baraton, kuna Bugema, kuna Uganda, kuna Arusha. Nikamwambia whatever is excellence. Nikamwambia may I pray for you please? Akasema just pray for me. Nikaomba. Nilipomwombea kwa Kiingereza, wow, you know how to pray. Wonderful English. Na ilikuwa kupenda mchongo tu, lakini Mungu ameiweka kwa muda. Imetoka kule na Mungu ameiweka. Nikamwombea, yule mtu akafurahi, good, just like that. And bring it to me back. Nikaiandika jioni yake, ilikuwa kesho yake waondoke, nikampa. Akaondoka. Aliporudi, nikiwa first year, ninaishi maisha magumu, nimetengwa, mimi nilikuwa napikia wanafunzi wenzangu chakula, ndio ile mimi humo. Ni bahati nzuri ninajua kutengeneza kachumbari na ugali na ubaba, ninajua kutengeneza. Walikuwa nakula wanafunzi, na kesho upike, wanatoa hela, na mimi nilikuwa mpishi wao. Ni siku zinaenda. Dr. Bendo akasikia Mabula Tobe is suffering. Akaambiwa, akaja, akanilipia ada yote, akanunulia kitanda cha 5 kwa 6 na godoro lake na mtungi wa gesi na nyumba mpya, nikahamishwa, nikapangishwa, nikaishi kama mkuu wa chuo. Kwa nini naambia hivi? Nataka niwaambie kwa usijiweke tu. Bwana akikuondolea, ukimtolea sadaka, Bwana anakupatia ushindi. Mwanga mchuzi moto wake. Sikiliza, ili moto wa injili wake, ili moto wa injili wanaasa wake, moto wa imani wake, moto wa Bwana wake, ni mpaka mkubali kumtolea Bwana zaka na sadaka, hata kama ni ndogo. Muwe waaminifu mpaka kufa, Bwana atawapatia taji na uzima. Wangapo natamani, mchungaji, natamani Mungu anipe kibali chake. Hata nitakapokuwa na maswali mengi, Bwana anipe kibali. Unataka watu hapa wako, jamani, ona mikono jamani. Bwana wape kibali. 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 Hii ndio asa new ya 2025. Natamani wanaasa mwaka huu mfaulu mpaka vile machozi furaha. Kuna wanaasa hawajai kufaulu, natamani mwaka huu mfaulu. Wale wa form 2, wale wa form 4 mfaulu mpaka vile machozi furaha. Mungu tunawaombea wiki hii. Kuanzia kesho kuna maombi maalum ya vidatos. Prayer, radical prayer, intercessory prayer, prayer, bold and prayer. Na haile, samahani. Nimesemaje hapo? Haleluya. Bwana wape kibali. Unajua wewe, mimi natamani Mungu awape kibali. Hivi unajua mimi nimetoka kwenye mazingira magumu sana, ila Mungu amenipa kibali. Natamani wewe upewe kibali. Unatamani kuwa daktari. Hebu unatamani kuwa daktari, nyosha mkono. Amen. Wanaotamani kuwa wahadhiri wa malekchara, nyosha mkono. Amen. Au ni wachache. Wanaotamani kuwa mainjinia, nyosha mkono. Amen. Wanaotamani kuwa maloya, wanasheria, nyosha mkono. Wanaotamani kuwa brigedia, majenerali, nyosha mkono. Hayo kazi ya kijamaa. Wanaotamani kuwa wachungaji,
Nyosha mkono. Very good. Wanaotamani kuwa mama wachungaji. Waishi bila kupigwa. Waishi bila kupigwa. Unataka watu hapo watakumotwa hapa. Ila sikuombei haya. Hebu simameni sasa. Ooh.